love, true life. Mwaka niliozaliwa mimi ndio mwaka aliozaliwa amani. Kabla sisi wazazi ndio walikuwa majirani, kwa hadithi tunakuwa tunajuana kama sala ya baba yetu, na tunapendana mfano wa Yesu na wanafunzi wake, jinsi tulivyoivana nusu kufanana. Mimi na Amani tulikuwa wana watofauti sana, swami tatu ulioitoka ikuwa mandazi, mtoto kiume kukua bila ya kumoka, au binti kutimiza ndoto yake ya kuolewa, kutoboa miaka 20 bila hata ya kuolewa. Bro, haikuwa rahisi, la mimi na Amani tuliweza zoezi la kuwa watifu kabla kujitegemea. Amani alikuwa na misimamo isiyobadilika, mithili ya maneno yaliyoandika gano la kale. Familia yake ilihakikisha na ifahamu dini walioiamini na ilimlazimu tuifuate. Mwanaume ni nguzo, ila ni mti asipobeba paa litakalo mtegemea kwa ajili ya kuifikisha paa. Mwanaume ana adhabu kutimiza future za waliomo, kwa kuacha wazalo yeye na jeshini hakuna mgomo. Pindi unapofika muda wa kuondokewa na upweke, kila mmoja mja humjalia wa kufanana naye. Pia ili kumtambua mtu sahihi hahitaji wenge, bali utulivu wa hadhi ya juu usio na magenge. Tutakuwa pamoja ila sio kila siku, kwa sababu kila mmoja tazifuata hisia zake. So mwanangu Amani ilifikia muda alipata mpenzi wa maisha, aliitwa Upendo. Mapema tu akanitambulisha, kumfahamu nilifurahi zaidi ya ilivyoonekana. Tulishauriana mambo mengi yalojaa maana, mwisho yote tulibaki kwa machizo kujuana siku zote, huku yeye akiendelea na huyo mchana. Kabla ndoa walipendana mfano maisha na kifo, amini hawakuachana, walifuatana hadi mwisho wa mwanga na giza nene liliwakuta wakiwa wawili. Wapenda nao hao, penzi lao halikuwa la maigizo. Upendo na Amani ulihakikisha upendo wao na amani yao ndio nguzo pekee yenye thamani kwenye maisha yao. Hawakuruhusu itokee tafulani, so alikula sani moja kitaa hadi kanisani. Kuna wali washangaa wakiongozana, kuna wali ujiuliza maswali shazi kwa upole uliokuwa umetanda kwenye nyuso zao awali. Wapo waliojihoji ilikuwaje mpaka wakatongozao, na waliamini palipo amani hakuna chuki kuzaliwa, hasa wakikita wigi wao wa upendo, kisha wakaongeza mshikamano wenye manufaa kwa wao na kuyaziba masikio yasisikiliza sio ya kwao. Mapenzi ni vita ya chuki, amani na upendo. Kwa hiyo Upendo na Amani waliplani kushinda mwendo uliowashinda wengi wenye akili zaidi ya kuwazidi, kwa kuhakikisha wanaifikia tamati iliyo sahihi. Hakujua ndizi upendo, kukijua kitumbua Amani, na vilisikika vicheko. Waliplani kufanya tendo hadi wafikie lengo la kuishi pamoja, na iliwezekana sio mchezo. Walifikia ndoto ya kuoana bila harusi, yani ilipigwa hodi kisha mali la ng'ombe na mbuzi, mashuka yaliyostahili na vyote walivyohitaji bila kuikeuka mila na desturi za wazazi. Amani alikabidhiwa jiko lake rasmi kwa kutii sheria na kukidhi vigezo na masharti. Kwa heri bila kinyongo, alitakiwa maisha mapya yaliyosheheni upendo na amani, pia furaha rasmi. Walianza maisha yao kwa amani bila chuki wala mikosi. Upendo aliwekwa ndani, mashosti wa upendo pia matozi wa amani, na magangsta pia hatukuwa na budi ya kutamani. Miaka inenda na maisha ni mtihani uliojaa vitendawili, kumtegaji julikani. Amani alikuwa na fani ya ushonaji wa cherehani, kumfundisha mkewe naye akawa fundi maridadi. Waliogopa mikopo kwa hifadhi walichopata, mpaka siku anitimiza ndoto ya kununua kiwanja. Heka za kupanga walizivumilia mpaka ikafikia muda wakajenga nyumba yao wanga. Wasioyapenda maendeleo waliwatazama kwa macho makali yaliyoashiria uhasama. Wakujali bali walifocus kuiona mbingu ya mahusiano yao walioanzisha toka zama zilizopita. Walijifunza kuyapuuza nayosikika kuhusu penzi lao, maana lisemwalo ni mkuki, ndivyo walivyoaminishana, na hauna ruhusa ya kuwafikia wanaopendana. Ndani ya miaka 6 ya penzi lao, Amani na Upendo walitengeneza mshangao kitaa, kwa kutokuwa na mtoto wa kuashiria kuwa familia ndio imekamilika kwa uhakika. Wazazi wa pande zote mbili walijiadaisha kugundua tatizo lipo kwa Amani ya Upendo, ila Upendo na Amani hawakusita kuambia kuwa mnatichosha kudadisi kitu tunachokijua. Isitoshe hata nafsi zetu tulisha kunjua na kuridhiana sisi kwa sisi bila kujua mtu yoyote tatizo lipo kwa nani. Siri yao kiapo chao ni kupendana tu. Mimi nadhani walipitia shida na haikupoteza upendo na amani iliyowazunguka kila mida. Walicheka ilipobidi, hawakununa ingawa kupo mara chache sana. Upendo na amani kwao ndio nguzo.